Hapa baba. Alhamdulillah. Mama. Marahaba, hujambo? Umefika salamu. Karibu. Aya, asante baba. Aya, asante. Ampoke mgeni kule, mimi mwenyeji. Asante baba. Aya, shukrani. Aya, asante. Aya, safari njema bwana. Aya. Shikamoo. Marahaba. Aya baba, shukrani. Shukrani baba. Mungu akujalie uzeeke uwe kama mimi. Safari 5,000 umenileta kwa buku. We mtoto una roho. Uzeeke uje kwa kama mimi, uje kusaidiwa na wewe pia. Karibuni. Haya, asante. Pole na safari. Asante mwenzangu. Karibuni ndani. Haya, mwelekeze mgeni. Karibu mwanangu. Karibu. Kote kulikuwa kwepesi. Kutokea hapa kuingia ndani, kumtambulisha ndio pagumu. Kuna mavumbi njiani. Ponye kundu. Haya jamani, habari za siku wanangu? Salama. Heri ya mwaka mpya. Namshukuru Mungu. Marahaba wote kwa mpigo. Unajua baba yenu napambana kuhakikisha hii familia inakuwa ya kitajiri. Si upendi umaskini. Nachukia sana asubuhi mkiamka mkinambia shikamoo baba, na mkimwamkia mama yenu mkimwambia shikamoo mama. Ni maisha ya kifakiri, maisha ya kufukara. Na wish one day mnaamka asubuhi mnanambia shikamoo daddy, shikamoo mami. Hizi ukiona unamwamkia baba yako shikamoo baba, ujue ni familia ya uchakavu. Shikamoo mama ni umasikini kwenye hiyo familia. Napambana baba yenu. Hamkupata elimu huko zamani kwenye magari ya njano, lakini walau ukubwani muweze kusema shikamoo daddy, shikamoo mami, I love you mami. Yaani umezaa mtoto hadi kaota ndevu je kwamba I love you daddy. Ni masikini wa kutupwa. So that najua kila mtu nikimtazama katika wajihi wake wa sura yake inasema kuna mtu ameongezeka katika familia. Je, ni nani? Mke wangu unajiuliza, je, ni nani? Nakupenda mke wangu. Mimi nimepika kwa wazungu kwenye mahoteli, una mapenzi ya kizungu. Kimpige busu mama yenu, fumbeni macho. Mengine mtaki kuona. Sawa, ni hivi. Huyu binti anaitwa Kisoseji. Binti huyu simjui hanijui. Wakati natoka huko mjini, stand ya train, alivamiwa na vijana 4. Wakawa wanataka kumuibia simu pamoja na begi. Nikamuuliza, umetoka wapi usiku huu? Akaniambia, napambana sana, ni story ndefu. Lakini story hiyo mwanangu Shasha nilipewa baada ya kupigana na wale, na sio vijana wa kawaida, ni mabouncer. Nilipiga mmoja kibadanchi, nikamkata koo, nikapiga mwingine, nikampiga scorpion, wakazimia. Nilipiga vijana 4 karate. 4 baba. Nimecheza nao, yani danki hivi. Na medanki naye mtu akiingia na mchokonoa. Kuna mwingine akanifuata nikamvuta kwenye ukosi. Kuna mwingine alikuwa wa nyuma nikampiga dole. Baba? La wapi? La jicho. Nikamtovuga finga zile, nikamtofoa macho. Ndo nikaweza kupata nafasi ya kumchukua huyu binti. Alivyonielezea hadithi yake kwa kirefu, nikasema nitakulea kama mwanangu wa kukuzaa. Kwa hiyo mke wangu pamoja na familia tumeongeza mtu katika ukoo. Na hii ni kawaida yangu, kuokota watu ambao siwajui walipotoka. Mimi ukiwa na shida na kuchukua na kusaidia. Sitaki kujua umetokea wapi, umezaliwa wapi, na kuokota na kuleta nyumbani. Unajua wamepita watu wengi hapa. Tumpokee. Yaani manake unajua vipi? Baba ni ondo. Yaani kashamwa lake apingwe yani.
Sio sibling, ni mlezi wa wana. Nalea kila mtoto namlea. Mwanangu Shasha. Ndio baba. Mwenzio huyu umpokee, umpe ushirikiano. Sawa baba, ina shida. Mkangu, Rebeka huyu binti ni sehemu ya familia. Muone kama mwenetu wa kumzaa. Tuishi naye kwa upendo. Kuna mtu anapinga hapo? Haipingwi dadi. Oya wazee, kuna mtu anapinga hapo? Haipingwi dadi. Kuna mtu anapinga? Haipingwi dadi. Swaibu hapa nimekuja mara mbili. Katikati hapa nikawa sikuoni. Hiyo mwaka jana au lini? Mwaka jana Mimi sikuwepo. kabla mimi sijasafiri. Mimi mwenyewe nilisafiri mbona? Mimi niko South Africa. Suntown ya Usomoja. Acha bwana. Ndiye mwanake. Umekaa muda gani? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja Christmas tumekula wote hapa. Ndio mimi nimeondoka tarehe 26. Ya mwezi wa 12. Mwaka jana. Kurudi mwezi wa kwanza tarehe 6. Sasa ndio umekaa mwaka mmoja. Sasa nimeondoka mwaka jana. Wewe vipi? Mwaka nimebadilisha South Africa. Wewe 24 kuja 25 umekuta huko Ulaya. Sasa sijakaa mwaka. Basi huu mkono hongera bwana, umefanikiwa. Asante. Na mimi pia nimefanikiwa mwenzio. Kwa nini lipi? Hapa ninavyozungumza nimeoa mke wa pili. Acha utani wako. Nakupa hiyo. Chuma bikitoa hapa kijijini au sehemu gani? Mjini huko nilipopeleka biashara yangu ya kuuza kondoo Jangwani. Haya, umekipangia wapi? Sijakipangia. Yaani nimerudi naye, niko naye hapa. Najiuliza anzaje mke wangu kumwambia kwamba huyu mtoto nilomleta hapa nishamuoa. Ina maana mkeo hajui? Hajui. Kwanza umesema mtoto. Ina maana sio likale tu. Si vitoto vya 2000. Msiba. Unabara wewe. Mmekipata kitoto kinanda kimenikuta na kibwisa, kitoto kimenielewa bwana. Cha 2000. Kitoto vya 2000. Kinapanda juu ya meza, nilienda baa moja huko anacheza mapiano, kile kitoto kinavuta shisha mdomoni, kinatoa puani, masikioni, alafu anacheza kuna sehemu mwili mzima unamtoka moshi. Cha 2000 hicho. Kinaitwa kisoseji kidugudugu. Baba umeoa. Nimeoa ndugu yangu. Sasa huyo mtoto ananovia mdogo hivi. Umri unalingana na yule mtoto wako? Yule yenyewe mkubwa, sema sitaki ajue atamdharau mama yake. Mwadanganywa mbele mkubwa. Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Katika kosa kubwa ambalo mlifanya ni hilo hapo. Kwanza kutomwambia mama Garasa kwamba ule anayekaa naye pale na maana ni mke mwenzie. Hilo ni kosa. Na kwa nini unakuwa mtoto mdogo namna hiyo? Raha bana, kanajua kufanya massage. Wapo kwa ajili ya pesa tu ndugu yangu. Unamezikana siku moja umeenda kona hiyo baa kwa matumizi yako hayo, mtoto kikavutiwa. Umeona? Lakini mimi nakwambia utaugua ndani hapa, watakukimbia. Hawezi, ananipenda bana. Anakupenda, ina maana katoka mjini kweli kaja kuishi naye kijijini hapa. Na ananiambia wa peke yangu, ananipenda mimi peke yangu. Sasa fanya kila jitihada kama mwambie mama Garasa. Kwa sababu hata dini ndio nataka kufanya hivyo. Dini inataka iwe hivyo. Dini inataka kabla hujaoa mwambie mkeo kwamba nataka niongeze mke wa pili. Na siku ya kuoa pia mwambie mkeo kwamba leo ndo tarehe yangu kwenda kuoa. Kama atakuwa na moyo, atakwenda kusupport. Asipokuwa na moyo basi atakaa nyumbani. Na kwa sababu mtu yoyote yule pale au mwanamke yoyote hawezi kukubali kwamba mume wake aoe mke wa pili yeye afurahi. Ni wachache sana. Lakini hili linahitaji ujasiri wa hali ya juu. Kamwambie mkeo kwamba huyu mtoto aliokuwa naye hapa sio mtoto wa kumuokota, si nini, ni mke mwenzio. Hapo utakuwa umepata thawabu. Lakini katika hili unalofanya hapa la kumficha mama Garasa unapata dhambi sio babu. Vitoto vya 2000 si ndio? Hiyo Azuma ucheze nazo mbali. Lakini labda nikwambie kitu kimoja, ushauri wangu mwambie mkeo. Hagumu hapo. Mwanangu, nimekuita huku, tuko wawili tu. Nachotaka kujua, mume wangu kaniambia kwamba wewe amekukota kwenye kituo cha treni. Je, kweli si kweli? Kweli. Kweli Na kaniambia kwamba wewe ni yatima. Kweli sio kweli?
Kweli. Kweli? Sasa sikiliza. Sisi binadamu unavyokaa hapa bila kujua wewe unatokea wapi, itakuwa sio vizuri. Nimekuita hapa nataka uniambie kwenu wapi, wazazi wako wako wapi, na unakaa kijiji gani, ili tuweze kukaa na wewe hapa tukijua kwamba wewe unatokea sehemu fulani. Sasa kuna kesho na kesho kutwa. Sisi binadamu tunayeyuka ghafla tu. Nitakupeleka wapi mwanangu? Kwa hiyo utakaponiambia ndio nitajua jinsi gani ya kukusaidia. Unatokea wapi? Mbona unijibu? Kwenu wapi? We mama we. Mtaka nyingi na saba upata mingi misiba. Umeniuliza maswali mawili, nimekujibu vizuri kama ulivyotaka mwenyewe. Sasa huku unapoendelea kuniuliza maswali, unavyoendelea kuniojoji maswali, tutakuja tukosane. Kwanza sasa hivi hapa, naomba wewe mwanzo na mwisho mimi kuulizwa maswali katika hii nyumba. Sio wewe tu, hadi hao wengine waliokuepo humo ndani. Sitaki mniulize maswali, sitaki kufuatiliwa na mtu. Na kama utakuwa na uhitaji wa kunijua sana mimi, basi muulize mumeo. Atakwambia kila kitu kuhusu mimi. Nadhani umenielewa. Kaka. Naam. Binafsi mimi sijapendezwa na maamuzi ya mzee. Yaani sijapenda kabisa yani. Kwa sababu najua kisheria hayuko sawa. Japokuwa kibinadamu kila mtu anaruhusiwa kutoa msaada ule ambao anaweza kuumudu. Lakini kisheria sio. Sababu ni kwamba lolote likitokea baya kwa ule mtoto, serikali haiwezi kumwelewa mzee kwamba alikuwa na lengo la kutoa msaada kwake. Hivi mfanye buu kadondoka kafa, tutampeleka wapi? Haya ndio ndugu zake wakaenda kushtaki mwanao kapotea, alafu taarifa zikatoka kwamba kafariki kwenye familia yetu sisi. Unafikiri mimi na wewe na mzee au familia yetu yote tutakuwa katika hali gani ndugu yangu? Unajua nikwambia kitu kimoja. Mzee ni kweli amekosea, lakini pia baba anatuona sisi kama watoto zake, labda hatuna msaada na yeye au hatuna maarifa makubwa ya kumshauri yeye. Kwa sababu kabla hajamchukua yule mtoto, si angepiga hata simu. Jamani, mimi kuna 1, kuna 2, kuna 3. Na sisi angetusikiliza. Lakini amechukua maamuzi tu magumu ya kumchukua mtoto wa watu na kumleta hapa nyumbani. Alafu pia hata familia yake haijui. Haijui familia yake. Sasa unamchukua mtu amepata matatizo unampeleka wapi? Uko wake hujui, chanzo chake ukijui, familia yake hujui. Amjui hata mtu mmoja pale. Anaambia tukamuokota. Sasa mimi nikwambie tu kitu kimoja. Yaani ili swala inabidi tulifuatilie sana kwa kina. Na ikiwezekana pia hebu tukae chini na baba, tumuulize shida nini? Mbona anachukua maamuzi magumu tena kwake mwenyewe? Kwa sababu itapotokea sio yeye, ni sisi sasa. Yeye hata kienda polisi sasa hivi, si ndio? Sisi ndio tutakuwa tunahangaika mahakamani na vikapu vya chakula. Sisi tutakuwa tunahangaika kwenda mapolisi. Sisi sio yeye. Galasa. Yaani unaongea kitu ambacho hujakitafakari. Hivi wewe mzee wetu anashaurika? Yule na uhakika hata kama ikitokea sasa hivi tukumuita kikao kwamba tunataka tuzungumze naye, hawezi kuja hicho kikao. Hawezi kutusikiliza hata kidogo. Baba hawezi kutusikiliza, maamuzi yake ni sheria, ni rula. Anataka yeye analolisema yeye, sisi tufuate, tutii tu basi. Yaani aliloamua hili hapa, yani hapa mpaka anamleta hapa ujue hata mama mwenyewe hana kauli ya kumshauri. Sasa kama mama mwenyewe hawezi kumshauri mzee akamsikiliza, wewe utaweza kumshauri wewe? Basi hapa niseme kitu kimoja tu ndugu yangu. Muda ndio utakaoongea. Tukae tusubiri. Kila kitu kina muda, kila kitu kina wakati. Sababu anakuna marefu yasiokuwa na ncha. Tukae tusubiri. Nini kitatokea? Mama, ndio ilivyotokea hivyo. Ndio nilikwambia ndio hayo mwanangu. Mtoto kaninyodoa. Mtoto kanidharau. Nakwambia kanidharau, kanipandisha kuanzia chini mpaka juu. Mtoto hana adabu hata kidogo. Nimebakia nipo hoi. Jasho la kwapa linanivuja na tetemeka mimi mwenyewe.
Maana alikuwa ananiambia yule mtoto, sikutegemea kama ataongea maneno kama yale. Yaani mama, yule binti tangu ule muda aloletwa na baba kutambulishwa, niligundua tu kuwa ana adabu. Maana kuna muda tulitazamana macho kwa macho. Ilo jicho alonikata. Kiufupi yule binti akiendelea kuwa hapa, mengi yatatokea. Kiukweli baba anatukosea sana. Na anakukosea wewe mama yangu. Sina la kusema. Kwa jinsi aliponifedhesha. Acha tu. Acha yenyeshe tuone panapovuja. Jamani, mambo siwe mengi. Kuna muda lazima tuishi kwa mifano. Mnamfahamu punda? Ndio tunamfahamu. Punda mnamfahamu? Ndio. Mnaijua haiba yake, haiba ya punda? Hapana. Mtafute kwa muda wako. Mnamfahamu mbuzi? Ndio tunamfahamu. Ule mkia wake mnafahamu? Ndio. Sasa ule mkia wa mbuzi hauna faida kwa mbuzi wala kwa mfugaji wala kwa mpika supu. Kwamba ununue mbuzi useme mkia wake utaupika supu, haukupi faida yoyote. Hata huyo mbuzi mwenyewe analalamika ule mkia haumtoshi hata kufukuzia nzi. Sasa baba, unaongea yote lakini ni pointi ni nini? Pointi. Mnamfahamu kasuku? Tunamfahamu. Mnamfahamu tausi? Ndio. Tausi alivyo ana manyoya. Mungu kamjalia manyoya. Akiwa wa kike au wa kiume, huwezi kuwatofautisha. Wote wana mkia mrefu wenye kupendeza, rangi nzuri, vidoti vizuri. Lakini ukitaka kujua kwamba tausi huyu ni wa kike au wa kiume, pindi akiwa tausi na mkewe watakapopita maskani kwa masela, watu wakiwatisha hivi, yule tausi wa kiume ukimfanya we, ananyanyua ule mkia wake na kuonyesha marembo aliyojaliwa bila kusahau kuwa zeshe nikaiacha nje. Sasa baba, wewe una maana gani historia? Aha, maana yangu kwa hivi, mnamfahamu kisausage? Hatumfahamu, ndio mfahamu. Mnamfahamu huyu? Mama. Nani wenu? Ni mama yetu. Haya. Sisi ni dini gani? Waislamu. Dini yetu tumeruhusiwa kuoa wake wangapi? 4. Mimi na wake wangapi? Mmoja. Huyu ni wa pili. Unasemaje mzee? Unasema hivi, huyu mnamuona hapa ni mke wangu wa pili. Bwana. Mwenzako huyu atakusaidia changamoto. Baba. Mama. Baba mama. Mgango. Wewe acha uvoa kwa kijinga huo. Mama. Baba nini hiyo lakini? Ni hebu gani ambayo umeamua kuileta kwenye familia mzee wangu? Haya sisi watoto wako tunajifunza nini kupitia wewe wakati wewe ndio kiongozi wa familia, tunataka tujifunze kupitia kwako. Mambo gani unakuja kufanya haya, tunatiana aibu, tunazalishana kila sehemu, tunapita sasa hivi tunanyosha vidole watoto mkojani hivi na hivi na hivi baba. Kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Hata mimi mwenyewe mwanao siwezi kufanya vitu kama hivyo mzee wangu. Oya, twendeni kwenye pointi basi wazee. Nini shida hapa? Ni nini? Sio pointi mzee wangu, sawa bwana? Hebu nisikilize kwanza. Nakusikiliza Kuna vitu unazingua, sawa? Kama kipi? Hivi wewe, yule kijana, si ni mdogo yule kwako wewe? Alafu angalia, mwanao sasa, si ndio? Ana miaka mingapi? Amezaliwa 99. Yule mtoto 2000. Unaweza kutabisha sisi ndio tumuite mama yule kweli? Kaka sio 2000, yule ni 2005 kale katoto kadogo kale. Oya nyinyi, aliyopendwa na baba yenu ndo mama yenu huyu. Kwa hiyo namuita yule mama. Yaani wewe hujui mimi yule anatuliza vipi kumbato la roho yangu. Umelogwa. Unavotia maneno unanikosea adabu. Tena ni utovu wa nidhamu sijai kuona katika dunia toka imeumbwa. Nimesema huyu mama yenu mtamuita mama kuanzia leo. Mnaingilia mambo ya ukiweza. Shubastati. Sio shubasti bwana, faza bwana. Mimi mliongeza kumtolea mama yule. Yaani kama lana mzee tuipate kwa sababu ya hili, sawa? Mnapata lana? Sawa, acha tupate. Kwa sababu babako akikwambia mama yako huyu ni mama yako. Mimi siwezi kukubali mama hata siku moja. Sawa Mbembe. Wewe unasemaje wewe? Kwa sababu ya urefu unasemaje? Huwezi kumuita mama? Yaani mimi unanipangia wewe mwanamke wa kuoa?
Hebu sikilizeni. Nyie bado vijana wadogo. Hamjui nini maana ya mapenzi. Mmewahi kuotaota mandevu kwa sababu ya kula machipsi na mapopcorni, mmebareka haraka. Bado wadogo, enzi zetu nyie bado. Kwa hiyo hakuna hata mmoja hapa ambaye amekuoa. Hamjui sisi kwenye ndoa chumbani tunapitia changamoto gani. Mkiwa wakubwa mtaelewa kwa nini baba yenu nimeoa kitoto cha 2000. Wewe unaongea, unajua mama sasa hivi yuko wapi? Mama sasa hivi kazimia, yuko hospitalini. Wewe unaongea, unajiachia, unaongea unayoyajua. Ufikirie wivu mama, wivu. Na leo sicheki na wowote, na ulinda wangu moyo. Yaani leo sicheki na wowote katika hili. Alafu msichojua, mkitaka kujua mama yenu hataki kukubaliana na ukweli tukiwa chumbani. Mambo sasa nawaambia nyinyi, si wanaume zangu, si mmetaka mniamwaje hadharani. Haya, namwaga basi. Mama yenu na uzee wote ule anasema mimi nijiite chibaba chimama. Kuna muda mama yenu ananunua vinguo vile vya kuogelea bichi, kinguo kina vinyozi. Jamani, nitaongea mambo mazito. Mama yenu anataka nimpeleke swimming. Ana swimming cost. Kuwa na huruma mzee wangu. Toka bwana wewe. Mama yenu huyo jamani. Ameo kisoseji nye. Mama yenu. Mume wangu, habibi wangu, twende pembeni tukaongee. Hamna shida, kipenzi cha roho yangu la azizi nyonga mkalia. Ini habibi huba jua kali. Nye mama yenu umemwamkia nye? We mabangi, mama yenu umemwamkia? Bibi wangu. Nenda pale, we kama ni Vanessa, mimi ni Rotimi yule jamaa wa huko Ulaya. Basi usichelewe. Sichelewi mami. I love you so much. 50 mia. Kitoto uje kautia katika mfuko wa rambo alafu utuli upo kama maini unapokutika hivi, atanitoa roho huyu kwa raha zake. Haiko sawa hii mzee. Unajisahau bwana. Sio kujisahau wazee, tumefunga kikao, mama yenu kaniita pale. Tumefunga kikao. Kama mnataka tubwage tubaridi. Sio kubwaga hivyo kwenye nalo. Tubwage sasa. Wewe kwenye nalo time sasa hivi. Wewe toka bwana. Wewe kwenye nalo time. Toka zako bwana. Wewe ushakata kamba mzee. Uchafu mwanangu kwenye familia huu ni uchafu tunaletewa sasa hivi. Alafu bado tutalalamika mtoto wako haifanikiwi. Si ndio lana zinatoka kwa wazee? Tuanze hospitali baba. Baridi basi. Hamna kitu. Tokeni hapo. Unaona. Discuss hapo. Na abe mke wangu. We mzee, nilichokuitia hapa ni kitu hiki kimoja. Maana pale kwako nishaona kama mimi vile nina hatari ya kufa. Pale mimi muda wote saa yote napoteza maisha. Kwao naomba unitafutie sehemu mimi nikakae. Pale kwako mimi siwezi tena kuishi. Siwezi kabisa. Umemwambia tu mimi kama ni mkeo amezimia. Haya, mara vikao. Huku unafikiri hivi ninavyoendelea kuishi unafikiri unanitengenezea mimi picha gani? Hebu tulia basi kipenzi changu bwana. Kisoseji nini shida? Haya mambo yanaenda taratibu. Nilikwambia kwamba kuna mke mkubwa. Ili kuuliza unaweza ukewenza ukasema unauweza. Sasa ndio kwanza siku ya kwanza unataka nijute kuoa cha 2000. Mkojani. Mimi sishindi kukaa na yule mtu mzima ovyo. Sijui unanielewa? Ni ovyo kweli yule. Mimi ukiweza na uweza tena nilikuwa ninautaka. Na ndio maana nikaja tena kwa marefu na mapana. Sijui unanielewa? Lakini yule mke wako kaba stama na hana. Sasa naomba pale unihamishe. Asija akafa yule mzee mimi nikaenda jela. Mawili. Unihamishe pale nikakata katika chumba cha kiza. Au unipe nauli nirudi zetu. Urudi vipi wakati penzi paja mchawi tia neno usutwe ndo limeanza leo? Afu nitoe nauli urudi vipi sasa naye bana wewe? Wewe ni mbona unapenda kunipagawisha wewe? Kwani unaniweka juu bana? Asapo ndo nimekupa machaguo haya mawili. Kama utahitaji mimi niendelee kukaa pale na yule mtu mzima ovyo alokuboka na losheni, kajichubua sana. Kama yule unahitaji kabisa mimi nikae naye pale. Basi ni heri mimi ukanipa hela nirudi nyumbani.
Na kama unanipenda mimi kisoseji wako, nakupenda. tulizo la moyo wako. Cha mwanya mwenzangu nakupenda. Basi ni bora ukanipangie chumba changu nikae kwa mahaba na matashiti. Kwa nini sijidai na mume wangu penzi jipya hili? Hayo kwanza nitekenye kwanza. Hayo ndo mama. Tena ai. Jamani wangu. Haya. Wewe kwa jinsi unavyonitumbuiza umepata chumba chako. Wanangu, bora mimi niondoke. Kitendo cha nifanyia baba yenu mimi sijakipenda. Ananifedhesha. Kitoto gani kile cha kukioa? Sikanifedhesha mimi. Maisha gani haya tunaishi? Bora niondoke nikatafute maisha yangu mengine. Sitaki na kusikiza la nani wala la nani. Mimi naondoka. Nimeshindwa kuishi na yeye. Bwana mama usiondoke. Hasa kwa kosa la baba tu ndo tuachisiwa nao. Kagalasa kama basi ugeni na mama asiondoke. Alafu mama, hebu kitu kimoja kwamba tambua kwamba sisi ni wanao. Alafu kabla hujafanya maamuzi yote yale, hebu basi usimfikirie mwingine zaidi ya wanao sisi ambao sisi pia tunakufikiria wewe. Hivi mamangu, wewe hapo ulipo ni wakuangaishwa na maamuzi ya baba. Yeye kama kuamua nchi yake ambao anaona kwake ni sahihi, mwache. Lakini wewe hebu tuangalie sisi. Galasa na uwezo, mimi na uwezo, tuna nguvu. Tunaweza tukapambana kivyovyote vile mama, ukaishi hapa vizuri kwa kutegemea sisi wanao na sio baba. Mama, nikiwepo mimi, akiwepo kakaangu hapa, unaweza ukala unachotaka, unaweza ukavaa unachopenda, na unaweza ukaishi maisha yote ambayo utachagua wewe kwa sababu nguzo yako bado hujaipoteza. Nguzo yako ni sisi wanao. Hasa maamuzi ya baba kama ni kipumbavu ndio tuhukumu sisi mama tukae mbali naye kwa sababu ya maamuzi ya mzee. Hebu tufikirie sisi bana. Yeye kama kwenda huko na njia zake alizozichagua yeye, mwache. Mama, tafadhali sana mamangu. Hebu usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Kitendo cha kufanya baba yenu kwa kweli sio kizuri. Tena sio kizuri kabisa. Mama, ngoja nikuelekeze kitu kimoja. Wewe mama ni nyanizee. Umekwepa mishale mingapi mama? Baba alikuacha kipindi mjamzito, wewe upo na huyu tumboni na ukaweza kusurvive mama. Leo uondoke kwa sababu ya mtoto mdogo? Hebu tuangalie sisi familia yako, na tuache huku na tuachia vipi? Sasa hivi ni wakati wa kuangalia familia yako, sio kumwangalia yeye. Unaondoka na susa nyumba yako mama. Unaacha mji wako kweli kwa sababu ya mtoto mdogo? Mama, mtoto mdogo kutoka kwenye mji wako ambao umeujenga wewe mwenyewe kwa nguvu zote. Wewe ni malkia wa nguvu mama. Hebu pambana kwa hili. Hili ni dogo sana. Umepambana na makubwa mama yangu. Baba akasha kunyanyasa wewe kipindi mjamzito. Mimba ya shaa. Baba yenu ananitesa sana. Tena ananifedhesha. Mama, hebu naomba ingia ndani nikapumzike. Mchukue mama ndani ndani. Mpeleka na mama ndani nikapumzike. Wewe ni mama bwana, usiondoke kwa ajili yangu. Unataka kuacha mji wako kwa sababu ya mjinga tu mamangu? Ule utengeneza wewe mwenyewe. Aje kuchukua mtoto mdogo akae, atumiliki sisi, kweli? Unajua anachokifanya mama sasa hivi, sawa bwana? Yaani kama timu ambayo imefungwa ugenini na ikafungwa nyumbani. Wewe mzee. Niko kwenye banda huku. Wewe bwana. Wewe wale kuku wote umewala kwa sababu ya uroho. Sasa wewe katika watu ambao anatakiwa wasiongee, wewe ni mmoja wapo. Utakiwi kuongea hata kidogo. Huku umemaliza wewe. Kipindi nina kuku hapo ulikuwa unakuja na draft lako asubuhi tu. Unacheza draft tu. Kuku asiugue kidogo unasema tuchinje. Wewe una uchu. Wewe sikia nikwambie bwana, haya mambo ya kufuga waachie wenzetu wa Masai huko, Wasukuma, watu wa Kandaziwa. Wewe mtu wa pwani kufuga uwezi, una uchu. Asubuhi unataka kula chapati za nazi na mchuzi. Unanambia chinja kuku nipikie rosi, wewe nilikuwa nakutazama. Naona hapa huyo atoboi huyo. Umebakiza banda lakini. Banda ninalo natambana sasa kufagia hapa. Sawa, unaweka nini hiyo? Banda. Taonesha video. Amna likodishe kwa watu wa imani hili. Hili lilivyo kuna watu ukiwapa hili. Wakianza nalo Wakianza nalo baada ya mwaka hapa unakuta maprado hapa wanauza maji yao, wanauza mafuta ya bahati. Kama hivi. Mimi nitakuletea watu. Imani kikolea unapauza hapa staki. Bwana. Bwana mimi nimekuja. Vipi kwanza tangu jana? Salama bwana. Bwana nimefanikiwa kumpangia yule binti kitoto cha 2000. Safi. Hilo jana kupongeza. Kwenye hilo sasa nakupongeza. Hapo sasa
umeingia kwenye imani. Sasa Kwa sababu kwanza unampunguzia kadhia bi mkubwa. Unajua tena akishajua tena kwamba katoka na wewe mbali, alafu sasa una bi mdogo yuko pale, si na nini. Unajua mambo ya wivu tena jamani. Lakini kwa sababu iko mbali kidogo, mimi nadhani mambo yatakuwa sawa. sasa Eh. hilo ndio kubwa, nikasema nikupe taarifa bwana, usije ukaona kama ushauri wako sijaufanyia kazi. Hapo umenifurahisha. Sasa nataka nikushauri kitu kingine. Sasa umeona umempangia yeye, si ndio? Haya, swala la zamu. Zamu sasa hapa jamani, mtu nimezaa naye watoto watatu, mtu tumekaa miaka zaidi ya 30, kuna zamu gani tena hapo? Mimi nakaa kule kupia, yeye atulie tu pale alele watoto wachukue kumziki. Shehe, dini haisemi hivyo. Shehe wangu nikwambia kabisa, kwa sababu umeamua kuoa wake wawili. Basi kama unalala kwa siku mbili na huko siku mbili, zamu inatakiwa iwe sawa kwa sawa. Sasa Lazima uje. Yaani hilo lazima. Yaani hiyo umechoka nini? Acha ujinga wako. Wewe umepata vijisenti kidogo tu ndugu yangu, ushaanza sasa ikitoka 2000 kinakupeleka. hapa si tunaongea kiume. Ndio, lakini Sasa kule ndo kuna heka, yani taprashi zote zipo kule bwana. Mimi nimemchoka yule mama. unapata dhambi kwenye hili dhambi shebangu. Kwenye hili shebangu unapata dhambi. Jaribu kunyoosha, fanya zamu tu iwe sawa. Umesikia? Na sio zamu tu, hata mahitaji. Kama huku unapeleka kilo 1 sukari kwa bi mdogo, huku kwa sababu kuna familia peleka kilo 2. Ndio inavyotakiwa hivyo. Zamu kwa zamu. Huku doti 1 ya kanga, huku doti 2 kwa sababu pia kuna watoto wako wa kike. Ni hivyo. Lazima mizani iende sawa. Na kwa sababu huku kuna familia kidogo, basi ukizidisha sio mbaya. Umesikia? Zamu huku ndio inavyotakiwa shao. Hapo utaona kabisa hii ndoa sasa unaifaidi. Lakini huyu huku huyu bado mbichi, damu inachemka. Najijua. Huyu wewe bwana ujinga kweli wewe. Sasa lakini unanishawishi. Mimi nataka siku ukakaone. Yaani nataka ukaone tu live ndo utaamini kwa nini kama nichanganya. Kama kupiga michanganyo mimi. Bana kale acha bana, kale katoto bana wewe bana. Wewe bwana hapana bwana. Hapo hakuna ndoa. Wewe sio. Wewe nilijua tunalisikia huko tunakuchanganya. Wacha mchanganya mzee mwenzangu. Nyumba nzuri. Sasa hapa umenunua umepanga? Hapa nimepanga. Ila niko mbioni, kuna uwanja unauzwa huko, nataka niununue, nimtengenezee kiji apartment. Kwa sababu kanambia hataki kuzaa na mimi mpaka nimjengee, alafu ule uwanja kaniambia nimwandike jina lake. Sasa wewe mtego mzee wangu. Hapo unakwama. Umesikia? Zaa naye kwanza. Baadaye ndio kishazaa naye, ndio unaweza kumtengenezea nyumba. Sio kashapanga bwana, sema nyumba nzuri tu hapa. Nyumba nzuri hapa. Wao watoto wa mjini ndugu yangu hao. Akikukimbia, hawezi kunikimbia, ananipenda. Yani ndo roho yake. Watoto wa mjini hao ndugu yangu. Ana mtoto mjini wapi mimi mjanja mmemzidi maarifa? Mjanja kwenda lipi ndugu yangu? Kuna mambo yangu tu ya ujanja. Bwana, haya sikia. Fanya mpango sasa basi mimi atoke nimuone. Na anatoka usi unapikiwa ndani vyakula huko. Mume wangu kipenzi. Mke wangu. Mahabuba. Mambo. Wewe niamkie wewe. Nini? Akwamkie kitu gani? Mtoto mdogo kwangu mimi huyu. So mtoto mdogo mkubwa mwenzetu. Mimi mke wangu, wewe si shemeji yako. Anakuacha mtoto mdogo. Mume wangu usibwate, utaumia. Bwana huyu ndo umekuisha hii. Utaboisha Kwa hiyo sasa kuhusu swala chakula mimi nataka nile kidogo nikula simu lakini nakimbia. Chakula tayari au? Mume wangu. Chakula bado. Si unajua hizo nywele na siku ya 3 leo sipo kichwani. Kwa nataka niende kwanza saluni nikabadilishe nywele nikatengeneze kucha. Haki yako. Ndio. Basi wewe tule pipi bana. Hizo anazijua kazi yake. Kula. Watoto wa Dar es Salaam. Wewe Dar es Salaam sehemu gani? Tabata pale kitambaa cheupe kwa nyuma ndo wana mageto yao hao. Namkuta pale. Kanaonyesha hadi kwao kabisa, mtaa ule wa nyuma tu ile ba. Kwao kuna mageto yao. Hayo mageto yao ndo nilipomchukua huko. Utoboy. Shemeji Tabata mwenyeji sana pale. Sana tu. Mja nao ule. Kale shehe kumuona. Hebu bwana. Karibu. Asante. Karibu sana. Basi wewe nani? Wewe sikia sasa, wewe subiri wewe tunaondoka wote hapa.
Ngoja nikaogenea nusu saa tu afu natoka tena. Ngoja nikajichangamshe. Acha ujinga wako mimi nikuache. Ni hapa. Wewe bwana subiri bwana, sinaondoka wote chapo. Yaani ungeenda ndani? Afu nisubirie kidogo hapa. Kidogo. Unajua unajilemaza. Kidogo. Mbona kama unajilemaza? Acha bwana. Acha ujinga wako. Wewe ndio mjinga bwana wewe, ni mtu mzima mwenzangu bwana. Tende. Ni bebe basi. Bwana. Au itoka hapa. Kepesi. Kepesi kweli. Yaani hapa Angalia usianguke hapo. Mkojani miguu mibovu hiyo. Kweli sasa ndo anajiuliza anapandaje. Anakuvunja wewe. Mshushe basi. Mshushe ni kitu gani bwana wewe? Mbona unajiendekeza mshikaji wangu? Unajua unajitoa akili wewe. Wewe usiondoke basi, tunaondoka wote dakika 10 nyingi. Mungu wangu. Mungu anaepushe na hizi laana jamani. Yaani ni hivi. Hata unune mke wangu haitakusaidia kitu chochote, zaidi unatafuta kwenda motoni. Kwa sababu jambo ambalo nimeliamua ni jambo la imani. Hapa nimekuitisha shura hii kwa ajili ya kuweka kitu kidogo tu. Maswala mazima ya zamu. Zamu inaanza leo. Naenda kulala kule kwa bimdogo. Kule siku 2, huko siku 2. Nikiwa kule sitaki kupigiwa simu, sitaki kuambiwa chochote. Yaani sijui mtoto kameza shoka, sijui kaeka goroli, sijui kafanyaje. Sitaki kujua maswala yoyote yanayohusika hapa. Hivyo basi, ni jukumu lako kuipokea hiyo hali, kwa sababu tayari kuna wake wawili. Umenielewa wewe? Nisikilize wewe. Na kwa unaongea tu. Upumbavu wako mimi sitaki. Tena sitaki kabisa. Kama wewe umeamua hivyo, fanya wewe unavyotaka. Fanya wewe, sitaki kabisa uniendelee ujinga wako hapa. Ni jambo la dini hili, wala haina haja ya kupiga kelele. Mimi nimeamua kufuata dini yangu, imeniruhusu. Muone. Dini gani ulikuwa nayo wewe? Mara ya mwisho kwenda msikitini wewe lini? Unaongea ujinga tu hapa. Unafanya vizuri hivyo. Nakuuliza hivi, mara ya mwisho lini kwenda msikitini wewe? Sio swala la mimi kwenda msikitini mpaka nitangaze kwa kila mtu kwamba ndo naenda jamani, ndo naenda. Huo ndo unafiki wenyewe huo. Huo ndo unafiki. Sasa nakwambia hivi, wewe umeamua, fanya unalofanya. Sikuulizi wala sikugusi chochote. Wewe ndio umeamua hivyo. Fanya unalofanya. Hatuoni. Hata najali basi. Mimi nishaoa. Watu wanasema baadaye atazoea tu. Huu ni mwanzo. Tushafika kazini. Naona eneo hili. Ulinzi wenu utaanzia hapo mpaka hapa. Kazi hii ya ulinzi niliyoisema, mtalinda hii nyumba. Humo ndani kuna mali pamoja na mtu. Lakini kazi hii pia haina malipo. Sasa baba, umeona wapi kuna kazi ambayo haina malipo? Kuna kazi ambayo haina malipo kweli jamani? Kazi lazima upate malipo. Na wewe unaona tunakaa nyumbani kila kitu tukuombe wewe. Mimi sifanyi kwanza. Kama kazi haina malipo mimi sifanyi. Umri huu mimi sasa hivi nataka niwe na familia yangu. Sasa nafanya kazi ya kujitolea mpaka lini mzee? Umenipeleka kwenye kiwanda ukaniambia nijitolee, wataona CV zangu, nitaajiriwa. Huu mwaka wangapi? Wewe, yani hivi wazee, msinibishie basi. Tatizo sio kubishia. Siwezi kuwalipa mie pesa kwa sababu mimi ndo bosi wa hii kazi. Yaani kuwatuma nyenye niwalipe? Ina maana mzee unapenda la sabuni tunakuomba wewe. Nijibu, mie kukutuma wewe nikulipe? Mie baba yako nilokuzaa nikikutuma nikulipe? Ungeuliza humo ndani tunamlinda nani? Tunamlinda nani baba? Mama yenu mdogo nimempangia humo. Kwa hiyo kazi yake ni kumlinda huyu mama yenu. Unaelewa? Umeelewa wazi? Na sharti kubwa la kuzingatia, hakuna mtu kuingia ndani. Mtakaa nje hapo au hapa. Mama yenu asitoke.
La pili, mtapeana shifti. Atakaingia asubuhi atashinda mpaka jioni, wa jioni atatoka asubuhi. Mtapokezana wenyewe mtakavyojipangia. Sitaki swali, sitaki jibu. Tuingie ndani niwaonyeshe maeneo ya kazi. Mzee Bogaidi, amini rafiki yangu. Natumia sana mabavu. Mie dada. Yaani sio dada. Mie dada. Sina maana dada. Kumbe uvumilivu. Wewe uhuni wako huo wa kujifanya kwamba mtoto mtundu anaweza kuuzima moto kwa na ujua huo. Baba hajakosea. Ndani bwana. Unaweza kuniita mimi dada Yaani hapa kwangu, lakini kwa maisha naoishi na kwa kama mgeni. Yaani mji wako lakini unaogopa kuingia kwa kichwa. Sijui yupo huyu nduri. Toka huko kwa furaha, ukifika hapa ni heka tu. Kawango. Baby. Wenyewe. Eti wenyewe. Mnajifungia milango ya nini mchana? Kuna nani humo ndani mpaka milango inafungwa asubuhi yote hii? Saa 6 hizi za asubuhi. Mlango unafungwa. Kuna kitu gani ambacho kinaibiwa mpaka mnajifungia milango? Kuna habari gani? Sijaziandika. Au majibu yako ya kunijibu ujeuri hayo ndio yanafanya hapa napachukia hapa. Kama unapachukia hapa, kimekuleta nini? Mji wangu alafu unaniambia kimenileta nini? Nakuja muda wowote unaojisikia kuja nakuja. Hakuna cha kuniuliza kimenileta nini hapa. Nipishe niingie ndani ukapumzike. Zamu ya leo hapa. Huko nishamaliza mambo yangu ya zamu leo ni hapa. Naona unijui au umenisahau. Nenda huko. Sina zamu na mtu. Na nishakwambia. Umenisikia sijui? Hapa uingi ndani. Hapa siingii ndani kwangu, siingii. Hapa ni nyumbani kwangu alafu unaniambia ndani siingii. Hii sijai kuona. Hii ni nini mdau? Utakuwa kawili. Nenda. Unamjua Chura? Utajua wewe. Chura unamjua Chura? Utajua wewe. Ukimpiga teke umemwongezea safari. Yaani hapo ulichokifanya Chura yuko hapa, umempiga teke. Mimi naenda. Nenda kula mtatuma kwa lipa namba. Sasa lipa namba wewe. Haya. Na bado atakushinda sana. Vipi mama? Kulikoni, mbona itikadi? Wapi saizi mama? Kwa nini unaniuliza hilo swali? Nakuuliza mimi kama mlinzi, nimekuwa hapa na baba. Saizi ni usiku mama wangu. Usiku mnene huu. Unakwenda wapi mimi fahamu? Kama nimekuwa hapa kama mlinzi. Wewe umewekwa hapa kama mlinzi. Basi endelea na kazi yako ya ulinzi. Kuhusu mimi kuingia kutoka, wewe hayakuhusu. Sasa wewe nikwambie mama, mimi sijaiko hapa kwa ulinzi wa kumlinda mwizi au kibaka. Mimi niko hapa ulinzi kwa sababu yako wewe mama yangu. Yaani unapokwenda lazima nijue mwanaume hapa asiingie. Mimi mama nakutana mitaani nimekuwa hapa, wewe unajua natamani kulala mama. Kuna muda nakutana na vitu vya ajabu. Nimekaa hapa naangalia angani. Nakuta treni SGR inapita hapa. Kama
kama roketi. Kuku, kuna wengine wanapita hadi kuku hapo, kuna muda wanapita hadi kuku hapo na vifaranga wake. Mabata madogo madogo yanaogelea hapo juu. Usioni kama sipendi kupumzika mama. Nalinda penzi la baba yangu mzazi. Sasa hizi unaniambia unatoka wapi mama yangu, unakwenda? Sikia mwanangu kipenzi, naomba wewe ukae hapo, tulia. Mama, hapo mimi siwezi kukaa bwana. Hapo kukaliki. Kwa unapingana na mama yako, si ndio Mimi lazima tupingane mama, kwa sababu gani? Mimi nimewekwa kama security guard. Sasa hapa mimi natoka, na akija wewe baba yako mwambie chochote unachojisikia wewe. Mama, hapa bwana utoki bwana hapa. Mimi nakusomea hata namba, unaelewa bwana? Mimi hapa nakutolea namba bwana. Hapa uondoki saa hizi bwana. Mimi usione kama nimekaa hapa, labda magodoro nimeweka maji. Mimi nimekaa hapa kwa sababu ya ulinzi. Yaani hapa uondoki popote. Mimi nakutolea namba. Rudi ndani bwana. Rudi ndani sasa hivi nitakubadikia. Rudi ndani mama. Wewe mama wangu mdogo nakuomba rudi ndani. Usinirudishe jela, rudi ndani. Mfanye kaangalia video jela mimi. Rudi ndani. Haujui? Unakaa tunakaa hapa tunapenda sisi. Mbona mmea hajakaa hapa? Watu wanalipwa kwa kazi ya kukaa nje tu. Mimi nalipwa nini hapa? Mshahara tonge. Wewe vipi bwana? Unanichukua niweza au inakuaje? Mimi ningekusomea namba leo. Leo ningekuletea utemeke leo. Unaweza ukaondoka hapa, mimi nipo hapa. Wewe unachukulia poa tu. Wewe upo ndani huko. Mimi niko nje. Mambo ya nje naona mimi. Wewe sio kuna paka wa blue wewe. Paka wa blue, macho mekundu. Wewe unachukulia fresh tu. Na leo ningekusomea namba leo. Hapa sio wachekea sisi. Asa unalia mke wangu, usemi unikaribishi ndani. Shida nini? My love. Nalia nini? Wewe mwenyewe unaona saa unaniweka mimi walinzi humu ndani. Unaona mwanao Garasa chukua nataka kunifanyia. Kafanyaje Garasa? Kafanyaje Garasa? Mbona wanangu wana adabu tu nzuri, kakufanyaje? Hiyo ndio adabu uliowafunza wanao. Ipi? Hiyo si ndio adabu unaosema wewe kwa wanao, si ndio? Garasa jana. Garasa mwana. Jamani kisoseji, sema mpenzi, shida nini unanichanganya? Garasa kafanyaje? Mkojani mume wangu. Garasa mimi jana alikuwa anataka kunibaka. Hey, wewe. Mimi natoka nje namwambia Garasa, usivute bangi. Maana uko ndani nasikia harufu ya mibangi tu. Mimi natoka nje namwona navuta bangi. Namwambia hiyo bangi acha mbaya mwanangu. Garasa anaanza kunivamia, anaanza kunishika manyoya. Kweli ulimbo na ulimbombo, yani huyu mzee. Mbona hapa kafika kisiwa cha burudani? Garasa una lako baba. Umeatimba. Usikatae bwana. Mimi baba, nakuhakikishia kabisa wewe ni babangu mzazi. Na yule ni kama mamangu mzazi tu, sababu umeshatembea naye. Mimi siwezi kutembea naye baba, mimi ananisingizia tu. Sio kutembea naye, mimi nimemuoa kabisa kwa sheria. Unavyosema nimetembea naye yule kama mchepuko, nimeoa kabisa yule. Sasa wewe iwezekani akusingizie kwa uzuri gani? Yaani wewe una uhensam gani wa kunishinda kwamba labda kavutiwa kwako, kakupenda kwamba hadi anashindwa kujizuia anakusingizia? Sina maana kunisingizia kwa sababu mzuri au vipi. Kanisingizia basi sijui sababu yake ni nini mpaka kunisingizia mimi. Wewe unamtaka mamako kweli? Mwanangu umekosa adabu kiasi hicho. Baba, unanifanyia vitu vya ajabu. Alafu wewe sikia. Wewe ujue mwanangu wa kukuzaa. Ukifanya kosa na kujua, kuna siku ulikula firigisi hapa. Unaulizwa, unabarika macho, unatoa majibu hayaeleweki, na ulichokifanya siku ile na leo ni hivyo hivyo. Unabarika yani utulii, macho yako hayapoi hivi, yanakuwa kama macho ya paka, yani ukai kwa kutulia. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa baba unamwamini mama mimi nimetaka kumbaka kweli baba? Umetaka kumbaka mtoto, watu hawezi kulia, yule ana machozi ya karibu.
Kwa nini usinisikize na mimi unamsikiza yule, tunasikiza upande mmoja babangu? Mimi si mwanao. Sinajua tabia zako. Kwa mimi nataka kumbaka. Kwa nini umeniweka pale kama unajua tabia zangu? Kwa sababu niliamini kwamba utaniheshimu. Lakini umekuwa sasa hivi uniheshimu hata babako. Mimi nilikuwa naamini wewe ndio mzee wangu, ndio mtetezi wangu mimi. Kwa hili ninalopitia mimi. Lakini wewe leo unanikandamiza mimi kwa sababu mama eti mimi kakwambia wewe na unamwamini mwanamke, si ndio? Yaani mimi niwe mtetezi wako katika vitu vya kipumbavu. Hapo wenyewe shukuru Mungu, ili jambo umelifanya kwa mie babako. Ingekuwa ni kwa mtu mwingine kaoa kijana mke chake kidogodogo cha 2000, wewe unataka kukibaka, hawajakuteka hapo, hujapachuliwa hiyo. Hawajakupachua watu. Kwanza mimi nakuheshimu bwana. Wewe usiniambie hivyo, mimi nitakutandika sasa hivi. Nitakupiga sasa hivi, usiniambie ujinga wako. Wewe umepata hasara baba kijana, hapa ridi tupigane basi. Haya, tupigane. Haya, kaona nishimwa tupigane basi. Wewe vipi bwana? Unakuwa una adabu. Unaambiwa alafu unakoroma, unaniwekea madevu hivi. Usinekee madevu hivi, nitakupiga hapa kibadanchi nikutoe roho mimi. Iwe mwanzo na mwisho. Usikanyage pale. Usiende pale kwa mama yako, usiende nasema. Sawa, mimi siendi. Wewe endelea na mitikasi yako, utakutoa nyumbani kwa ugari wa shikamoo. Hilo unakosea. Wewe unapatia nini hapo? Nakuelekeza mzee wangu. Usinyoshe kidole, shika adabu yako, usinyoshe kidole mimi. Wewe vipi wewe? Mimi nakuheshimu sana mzee wangu. Usininyoshe kidole, unaniheshimu kitu gani sasa hapo? Ingekuwa sio mzee wangu mimi nishapigana sasa hizi. Baridi tupigane basi. Tupigane kidogo. Yaani wewe tukibwaga hapo ukipigwa. Ndio kesho nikikwambia hiki staki utaacha. Toka hapa. Toka hapa bana. Hebu ondoka bana wewe bana. Na usikanyage kule kwa bi mdogo, usikanyage. Mtoto mjinga kweli huyu. Yeye ndio mtoto wa kwanza. Badala uwe karibu bene na baba yako, unataka tena hapo alipopenda baba yako na unapopenda hapo. Yaani mpaka anataka kukufuru. Bora angekuwa wa kike huyo, ningekuwa nishachukua mahari huyo. Oya. Mzee shikamoo. Marahaba. Ulale mzee? Mtaleleje nakuja kuhakikisha dingo liko salama. Wewe pia ulale, kazi nzuri ongea. Asante babangu. Sasa mimi nitakupinga wewe mzee wangu. Unajua nini? Hii ni kazi ya kiaskari. Kwa hiyo ni babaye lazima nihakikishe mnamlinda vipi mama yenu. Ondoa shaka mzee wangu, kapumzike. Kujiamini basi. Sio kuamini tu. Ni kwamba lazima nionyeshe upendo kwa mama yenu. Alafu hivi unajua yeye anampenda kuliko mama yako mzazi. Asa mzee wangu. Mlinde. Tunaona sileni nahangaika usiku na mchana kuhakikisha mke wangu yuko mikono salama. Tumeanza vizuri na kwa. Mlinde bwana, nitaingia huko. Haya, endelea na kazi Sawa, nimekuelewa. Yupo ndani. Anatokaje lakini na mimi niko hapa? Haya mwanangu. Nakupenda baba. Babako huyo naanguka. Mzee kaanza vizuri na kumaliza vibaya. Mimi nimekubali, nimekuheshimu mzee wangu. Sio niambie hivyo, mamangu mimi nampenda kuliko hata ukikaragosi hapa ndani. Basi tu yani. Vitu vingine hivi tunalazimisha tu, tukikataa tunapata laana. Mama. Vipi usiku? Yaani unawezaje kukaa hapa nje kuna baridi? Sasa hiyo haikuhusu. Mimi ni kazi yangu, najua changamoto zake na nazimudu. Naomba urudi ndani ukapumzike. Hamna. Unajua wewe mwanangu. Afu mimi nakupenda sana mwanangu. Sitaki uteseke. Hapa nje kuna baridi. Wewe angalia tu kama vile kuna ukungu, kama vile tuko nchi gani.
Ingia ndani ukalale mwanangu. Hapo nisikilize kitu kimoja. Hiyo mama yenyewe anakuita kwa sababu mimi nashurutishwa na mzee nikuite hivyo. Usinichukulie mimi mlaini kiivo. Sio kama nakukubali sana. Na nakaa hapa nje usiku huu. Sio kama napenda sana. Ni kwa sababu mimi namheshimu mzee wangu na sitaki kupata laana za ukubwani. Naomba rudi ndani kapumzike. Tafadhali sana na kuheshimu, jiheshimu. Nenda ndani. Sawa, kama huruma nanunumia mzee wangu lakini anajua kwa sababu gani mimi niko hapa. Naomba rudi ndani tafadhali. Sikiza mwanangu nikwambie. Hapa nje kuna baridi. Ingia ndani, nyumba hii kubwa. Tafuta mkono wako. Unajiheshimu au wale? Hivi unajikuta nani labda? Ulivyokuwa umeumbwa huo urefu unajikuta kama vile yani jitu la ajabu. Sasa sikiza nikwambie. Wewe mimi unitishi. Wala hata unibabaishi. Wewe unataka kuingia ndani? Si utaki kuingia huko ndani? Sasa subiri baba yako kesho akija. Namwambia kila kitu. Kuhusu. Mbona unashtuka? Wewe si mtoto wa kiume? Wewe si bouncer. Kuhusu. Yaani kwamba una maana gani yani? Yaani kama utagoma kuingia huko ndani, akija babako kesho namwambia kila kitu kwamba wewe unanitaka mimi kimapenzi. Alafu mimi ni mama yako. Una akili wewe? Lini mimi nimekutamkia habari kama hizo? Unajielewa unachozungumza? Najielewa na ndio maana nimekwambia chagua unaingia ndani au mimi babako kesho akija nimwambie unataka kimapenzi. Sio hivyo bwana. Mbona unataka kuniharibia kwa mzee wakati mimi sina mama hiyo kabisa ndugu yangu? Mbona unifanyia hivyo? Kwa nini mimi? Hivi ananichukuliaje huyu? Mimi ninakosa gani sasa hapa? Kosa langu kukubali kumlinda. Yaani namlinda alafu naingia kwenye lawama hizi. Tena namlinda bila mshahara. Haya poa, nimeenda kumlinda. Sasa nimemkosea nini mimi yule mwanamke? Yaani mwisho wa siku mimi naonekana mbaya eti namtaka yule mwanamke. Mimi namtaka yule mwanamke. Mimi sikubali. Lazima nimfuate akaniambia ukweli. Kwa nini kaamua kunisingizia? Kwa nini? Siwezi kukubali. Lazima nimuulize maswali. Lazima nimhoji kwa nini kaamua kunisingizia. Lazima nijue. Mimi naenda bwana, mimi namfuata. Mimi namfuata bwana. Mamdogo. Mamdogo. Ngoja nakauana. Wewe ni shuje bwana. Bwana. Nikutupe. Pembe, kwa nini umetembea na mke wa baba? Kwa nini umetembea na mke wa baba? Wewe kumbe mshenzi sana wewe.
Ina maana ujue kama yule babako tena ni baba yetu mzazi, unaenda kutoka na mama kweli? Afu angalia sana hivi tu, babangu unajua kisa baba kama ana tatizo unamfahamu. Je, hii akijua inakuwaje? Umekosea Mbembe. Galasa, binafsi najua nimekosea. Najua nimekosea pakubwa sana ndugu yangu. Lakini haikuwa dhamira yangu ndugu yangu. Mimi sijadhamiria kutoka na mke wa baba. Tafadhali sana naomba nielewe. Wewe ndio kunielewa mimi kwa sababu najua kabisa kwa mzee siwezi kueleweka. Wewe nielewe mimi ndugu yangu. Yule mwanamke kanilazimisha mimi kufanya yale na kaniambia nisingefanya vile angenishtaki kwa baba kama mimi namtaka. Ina maana Mbembe, umri wako wewe akushawishi yule mtoto mdogo? Aya, leo hii mimi naenda kumwambia baba. Wewe unasemaje? Unasemaje? Naenda kumwambia mzee. Wewe unasemaje? Unajielewa unachozungumza mzee wangu wewe? Sijielewi. Basi sawa. Oya, sikia mwanangu. Mbembe. Wewe nisikilize. Unanikunja. Wewe nisikilize Galasa. Unanikunja mdogo wangu. Nisikilize ndugu yangu. Dogo. Unijua upande wangu wa pili. Ukimwambia baba katika hili swala, utaniona mimi mbaya. Umekuwa Nakwambia hivi. Dogo umekuwa Nakwambia hivi. Kama ukimwambia baba, utanichukia wewe. Mbembe. Ha? Nye! Mnapigana. Ha! Jamani. Ujinga! Unagombana mwenyewe nikiwa niko hai. Mkipiga kelele nafuta. Mkipiga kelele nafuta, tunaanza upya. Ni wapumbavu ni. Mnaacha kupigania maisha. Mnapigana wenyewe. Nafuta, unapiga kelele nafuta. Mtaweza kuja kunilea nyie? Yaani hapa mnataka niamini ule msemo wa kwamba unaweza ukazaa watoto 10 na ukawalea kwa shida na raha, lakini hao watoto 10 kuhudumia wazazi wawili wanashindwa jamani. Sawa. Inuka juu. Wasi, nini nimeonea au? Nimekuonea. Nimeonea. Sinaongea na wewe, nimekuonea. Wewe umekuonea. Kama nataka tubwage, nimekuonea wewe. Nimekuonea. Najikataeni, ondokeni hapa. Ondokeni, napigana bila sababu. Ondoka. Oya, ondoka. Usiniangalie kibesi, ondoka hapa. Mdogo, soseji. Sorry bro. Karibu ndani. Nipo ndani. Naomba nijibu maswali yangu kama nitakavyokuuliza. Unaweza kunielezea huyu hapa ni nani? Kwani wewe ni kama nani unaniuliza maswali hayo?
Kisoseji, tafadhali sana nakuambia kitu kimoja. Naomba nijibu kama nitakavyokuuliza. Uliomwingiza ndani ni nani? Huyu nilomwingiza ndani ni mgeni wangu mimi, wewe hakuhusu. Hivi unajisahau 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 aliyokuweka humu ni baba yangu na mimi hapa na mahusiano na wewe. Unajisahau hilo Unajitoa akili Unanichukuliaje mimi wewe? Unanichukuliaje mimi wewe? Unaona mimi dhaifu Wewe. Una mahusiano na mimi wewe? Umesema aloniweka humu ni baba yako. Mimi ni nani? Aliyeniweka humu ndani ni baba yako. Na mimi ndo mama yako, usingizi wa baba yako. Sawa? Usiniambie hivyo mimi wewe. Ungekuwa unalitambua hilo, usingenishawishi kufanya yale ambayo nimeyafanya. Sasa mimi nimeyafanya yao, nimenogewa. Nakwambia hivi, tutakosana katika hilo. Mimi sichezewi mimi. Hisia zangu mimi sichezewi ovyo ovyo, nakwambia kitu kimoja. Naomba unielewe. Yaani utaniona mbaya mimi. Usinitishie maisha tena, usijaribu tena kunitishia mimi maisha. Na ukiendelea na huo upumbavu wako, nitamwambia baba yako. Hivi mtoto unanichukuliaje mimi wewe? Hivi watoto 2000 mna akili gani nyie? Yaani hadi sasa mimi siko sawa na familia yangu kwa sababu yako, alafu unakuja kunieleza habari za kipumbavu mimi? Acha utoto. Mimi nitakufanya kitu kibaya nakwambia. Naomba niambie uliomwelekeza nani ni nani? Wewe. Narudia tena. Usije ukasubutu kunyanyua kinywa chako na kunitishia mimi maisha. Ukirudia kijana, nitamwambia baba yako kwamba unanisumbua. Kisoseji. Okay, fine. Wewe si mjanja. Jalasa. Naam mama. Mimi ni nani kwako? Sasa mama, hilo swali gani la kuniuliza? Tunafahamika kama yeye ni mama. Mimi ni mama yako Hey. Yaani ninavyoona siwaelewi kabisa. Mimi ni mama yenu. Na nimewazaa watoto 3. Wote melala kwenye tumbo langu hili. Lakini haya mambo yanayoendelea mimi siwaelewi. Wewe ukiwa kama kaka, una mdogo wako na una dada yako. Kitendo kilichotokea hapa, kuadhibiwa mbele ya dada yenu na mimi nipo, sijakipenda kabisa. Si unanielewa? Tatizo kubwa ni nini mpaka mmeadhibiwa? Mmefanya nini? Mbona hamna shida mama? Sasa Jalasa, na wewe si useme mnagombania nini wewe na kaka Mbembe? Alafu wewe kuwa na adabu, unasikia wewe? Mimi mkubwa wako wewe. Ala. Kuwa na adabu wewe. Hebu kelele. Kwani anauliza ujinga huyo? Kitendo kilichotokea pale mimi sijakipenda. Maana dada yenu anakuza. Kwa nini usemi? Kwa nini mmepigwa na baba yenu? Mnapigania nini na mnachogombea nini na ndugu yako? Unaona impanda kichwani sasa. Nataka leo uniambie sababu gani imefanya mpigane na ndugu yako? Wewe ni mkubwa. Kwa nini mmepigana? Kwa nataka ujue mimi nilichopigana yule bwana. Na ndio maana nimekuuliza, kwa nini mmepigana na ndugu yako? Kitendo kilichotokea hapa mimi sijapenda. Mnamuonyesha nini ndugu yenu? Mnaadhibiwa hapa mbele yake. Kwa nini mmepigana na ndugu yako? Hutaki kusema Sasa nakupa dakika hizi 2. Usiposema hili jambo leo utanijua mimi nani. Unadhani unanifahamu vizuri? Wewe ni mkubwa. Kwa nini mmepigana? Sawa mama. Jalasa, usiniambie kwa umeshamwambia mama kila kitu kinachoendelea. Narudia tena. Kwa ushamwambia mama kila kitu ambacho kimetokea, sio? Kwa nini unaonaje? Kaniambia nini? Fresh. Mnamuelewa huyu?
Una nini wewe? Chana naye mama. Niambie. Mbembe. Haya, kuna nini? Huyu nimemuuliza hajaniambia. Haya, niambie wewe. Kwani umepigana na kakako? Vipi ya watu wa masuala ya jeneza, sijui mambo ya vyakula, maana msiba unajua nimekupa wewe. Sawa, sawa. Sawa. Kila kitu kinaenda sawa. Mimi nimekuita huku na jambo moja nataka niongee na wewe. Kwanza ni kuendelea kukupa pole. Kwa sababu msiba ni mzito sana. Sio, umeelewa? Hata uliponipigia simu, mimi binafsi nilistuka. Umeona? Lakini nimekuja hapa msibani ndugu yangu kuja kupambana na wewe. Niko pamoja na wewe. Najua unapitia kipindi kigumu. Mtu akikuangalia tu kawaida anaona kabisa wewe hauko sawa. Wala sipo sawa. Kweli. Sasa wewe taratibu umepanga tuzike saa ngapi? Hapa mimi kuna mtu ananiletea debe la mahindi. Akija hapa kuna mtu ananiletea mahindi ya nini sasa? Mahindi nataka nipike kande. Yaani ni kande watu wale wakazike. Nadhani kwa saa 7, saa 8. Kafika huyo mahindi? Baba. Baba. Samanini. Ndio. Kuna watu wamekuja pale, wamejitambulisha kwamba wao ni maaskari. Wanakuhitaji baba, anasema kwa sababu ya mahojiano. Mahojiano na mimi? Si wakuje, wewe ndo mtoto mkubwa hapa. Wewe ni mhusika. Kwa nini tukio wewe ni mhusika? Lazima ujue kwamba hii ni police case. Lazima kuhitaji wewe. Mwambie anakuja, naongea na kidogo tu hapa. Sawa? Sawa. Haya. Wala hawezi kukimbia. Niko naye, hawezi kukimbia. Wewe nenda tu. Ndugu yangu, hili ni janga. Na siku zote Waswahili wanasema kila mchuma janga hula na nani? Kwa mwenzake. Wale waliokuja pale wale ni maaskari. Lazima wakakuoje wewe. Umeona ule tolu mwenye mustache yule? Pale ukimsearch mfukoni ana mshumaa, ana prize. Pia ana kile kistiki kirefu kama cha mshikaki. Si umesikia? Lazima wakafanye mahojiano na wewe. Na kwenye mahojiano na wewe kule lazima kuna ofisi yao, kuna chumba wenyewe wanaita gereji hicho. Kuna kiti kimechomelewa chini ambacho kisogei chochote, ni kiti cha chuma. Lakini kuna sehemu imetobolewa. Unakaa pale na ina kuandaa kisaikolojia, lazima uelewe kwamba vitu gani ndo kukutana navyo. Unafungwa huku kama pingu misiakiko pale pale. Huko kuluki. Unapigwa na huko na miguuni pia unapigwa. Na huko mtupu unakaa. Chini kule wanawasha kimshumaa. Hapa pembeni kuna jiko la mkaa ambao ile kile kispoku wanakieka mle. Wanaanza kufanya mahojiano na wewe. Sasa yako mawili. Ukizungumza ukweli unajua unadanganya, ukidanganya unajua unadanganya. Lazima kuadhibu kidogo. Kile kispoku kinawekwa kikipata moto kwa chekundu, kisha kwa chekundu kuna mtu anakichomoa. Anainama chini ufunguni ambao kule kuna mshumaa na wewe mwenyewe ulivyo. Kuna vitu anavipiga. Hiyo uluki. Sasa uko chini wanamulika nini na wakati huo mimi niko mtupu? Sasa ndio utajua. Ni hao tu uzungumze ukweli kwamba hivi vifo vimetokea. Si ndio? Kwa sababu wewe aliyekufa sule kitoto cha 2000 mke wako. Na yule mwingine aliyekufa sijui na
Aliyochoma wenzake kisu si nani? Si mtoto wako wewe? Mwanangu. Na yeye mwenyewe akajifanya kuchoma kisu. Sasa wewe bado una sehemu ya kujibu. Mimi ndugu yangu nikushauri na nilishakushauri sana siku za nyuma kwamba hivi vitoto vya 2000 sio vya kuvifuatiza, na hii imeharibu sana jamii yetu. Vitoto vya 2000 vimeharibu sana ndoa za watu. Umri wako wewe ulikuwa ufai kabisa kuoa mtoto kama yule pale, kwa sababu ukiangalia tu mtoto yule na mwanao wewe umri wanalingana kweli? Yule mwanangu kazaliwa 99 hivi. Sasa muone ndugu yangu. Hapo ulipo umri wako na umri wangu tutakuwa tupate wazee wezetu at least tumewapita miaka 2 au wao wametupita miaka 2 au mmoja, ambaye anajua kabisa ukikoa hapa anajua kwamba pressure yako ikoje, akupe vidonge vya aina gani vya kutuliza maumivu. Umekwenda kwa mtoto mdogo kabisa wa 2000 unamwacha mkeo ambao umeanza naye maisha, mke wako mkubwa tu, mmezaa na watoto wakubwa. Unamwacha mke ujue. Hii utoki. Nakwambia kabisa hii utoki, hii unanyoa. Halo we. Tufuate au? Nauliza tufuate. Nenda kama. Na malizia maongezi bwana Mustachi bwana. Unatuzaa sio? Hapana. Fanya haraka uje. Hapana mkubwa. Haraka. Jambo ufanye. Acha kujitia uchizi. Umesikia? Watakufuata na kupiga makofi mbele ya familia, watakudhalilisha. Nenda ndugu yangu. Au mkimbie niruke hapo. Wanabunduki watakutungua bure nakwambia ndugu yangu. Sawa? Na wale ukichelewa na kupiga makofi mbele ya familia yako, watakudhalilisha. Bwana itaonana basi bwana. Hii utaonana wapi nije kukutizama? Bwana uje kutizama bwana. Sikia kuna ndizi zangu pale. Sikiwa tena wapi? Yaani kauli ya vitoto vya 2000 ilaaniwe. Haina afya kwenye taifa letu. Nampoteza rafiki yangu hivi hivi.